kupitia mpango wa affordable housing kule Gishugu na baadaye kule Thika Town. Tunaenda kufungua pia mradi wa Karemenu ambayo tumemalizia, na pia niliwaahidi watu wa Thika pale Witeithie bado tuko na shida ya maji mpaka Thika Town. So pia tuko na mpango sasa ambayo tumekamilisha ya kupeleka maji katika sehemu hiyo. Naam. So hiyo ndio kazi yangu ya ona hii kwa siku chache zilizo mbele yangu. Naam. Yes. Waihura. Sasa His Excellency, mwaka umemalizika tangu utoe uongozi. Yes. Na eneo hili lilikupatia kura 47%. Ukiangalia nyuma mwaka mmoja, nini unaweza kujivunia? Mimi nafurahi kwa mambo kadha. Number 1, niliahidi watu wa sehemu hii ya mlima vile niliwaahidi wa Kenya wengine kwamba tutatatua jambo ambalo ni la muhimu sana kuliko mambo mengine yote Kenya, mambo ya elimu ya watoto wetu. Unakumbuka wakati wa uchaguzi tulikuwa na matatizo makubwa sana ya CBC. Kulikuwa na changamoto kubwa, watu hawajui watoto watasoma, sijui wataenda standard 6, sijui wataenda secondary school wakitoka hapo grade 6. Na kazi yangu ya kwanza nilikuwa ni kuweka ile jopo ambayo ilishughulikia mambo haya na kuyatatua. Furaha yangu leo ni kwamba tumetatua matatizo ya CBC. Watoto wetu sasa wako na mpango ambayo inaeleweka ya masomo. Jambo la pili, tulikuwa na matatizo makubwa ya walimu. Nimeajiri walimu ndani ya miezi 8 imepita, walimu 55,000. 56,000 to be exact. Walimu ambao hawajawahi kuajiriwa wakati mmoja katika taifa letu la Kenya. In 1 year. Nimesuluhisha matatizo yaliyoko katika mambo yetu ya TVET. Watoto wetu walikuwa wanaenda kwa TVET, hakukuwa na mpango kamili ya vile watasoma, mambo ya scholarship, mambo ya capitation. Hiyo maneno tumeyatatua. Tulikuwa na matatizo makubwa katika university. In fact, universities zetu nyingi karibu zilikuwa zinafungwa. Ya Karatina hapa, ya Murang'a, ya Embu. Haya universities yote, Meru University na universities zetu zote za Kenya walikuwa na madeni karibu bilioni 60. Tumeitatua hiyo shida, tumeketi chini in the last 1 year, tumekubaliana na vice chancellors, tumekubaliana na councils, tumekubaliana na wizara, na tumebadilisha vile watoto wetu watakuwa wanasoma. Hapo mbeleni tulikuwa tunatoa grant kwa university, na ile grant tumetoa kwa university haikuwa haieleweki inatumika vipi. Sasa tumebadilisha. Sasa tunapatiana scholarship kwa mwanafunzi. So na pia tumeongeza pesa ambayo ilikuwa inahitajika. Sorry. Pesa ambazo nilikuwa nakula mahindi hapa, so that's the problem. Pesa ambazo zinahitajika kwa TVET tulikuwa tunatoa karibu bilioni 5, 5.2 billion. Sasa tumeisukuma mpaka bilioni 10. Ndio watoto wetu wakienda katika TVET wanasoma na inaeleweka, na katika hiyo budget tunaongeza walimu wanaofundisha katika TVET. Tunaongeza walimu wengine 1,700 ambao watatusaidia kusomesha watoto wetu. Na vile vile pesa ambayo itatumika katika university, kwa sababu nitakueleza sababu gani. Tumeongeza pia pesa hiyo kutoka bilioni 44 mpaka bilioni 82. Na ndio sababu katika budget yetu ya Kenya ya mwaka huu tumeweka bilioni 630, 630 billion, the largest budget ever katika mambo ya elimu. Na ni kwa sababu sote tunaelewa kwamba mahali pa kupatikana usawa kwa watoto wa Kenya. Mtoto awe anatoka jamii hii ama jamii hii, mtoto anatoka nyumba maskini ama tajiri, mtoto wa rais, mtoto wa mama mboga, wote wanakuwa sawa kwa mambo ya elimu. And that is why education
is the greatest empowerment. Ndio Nelson Mandela akasema the greatest equalizer. Mahali panaweka usawa kwa Wakenya wote ni pale kwa elimu, na ndio sababu niliwaahidi Wakenya nitatatua mambo ya CBC. Niliwaambia tutawaajiri elimu zaidi, tunawaambia kwamba tutatatua matatizo ya university na TVET. I am very proud that that is now done. Ya pili, tulikubaliana pia kwamba kilimo ni sehemu muhimu sana, kwa sababu inatupatia ajira, inatuzalishia uchumi na inatupatia chakula. Na ndio sababu kwa mwaka mmoja sasa unaenda kuisha, tumeweka intervention kubwa katika sekta ya kilimo. Na tulianza pale wakati nilizungumza na wananchi wengi katika campaign. Niliwaambia we are going to deal with the challenge of cost of living. Gharama ya maisha. Yes. Yeah? Ni ya muhimu kwa Wakenya wote. Na gharama ya maisha, 52% ya gharama ya maisha ni gharama ya chakula. Na kwa hivyo ni lazima tutatue shida ya gharama ya chakula. Pale mbeleni ndugu zetu waliotangulia walisema kutatua gharama ya chakula ni kwenda kufanya subsidy ya unga. Kumaanisha ya kwamba unaenda pale kwa mahali unga inasagwa, unaenda kufanya subsidy hapo. Lakini unga haitoki kwa duka. Unga inatoka kwa mahindi. Mahindi inatoka kwa shamba. Kwa hivyo if you want the correct intervention, kama unataka kusuluhisha matatizo ya njaa na gharama ya maisha na gharama ya chakula, lazima upige reverse mpaka ufike kwa mkulima. Yeah? Na ndio sababu tumetumia karibu shilingi bilioni 12 kwa mambo ya subsidy ya fertilizer. Na ndio uelewe Njenga, na Wakenya wote waelewe, na Waihura, ya kwamba that is the right intervention. Leo ukizunguka Kenya, ukipanda ndege utoke kutoka Naivasha mpaka Malaba, unakuta mahindi vile imemea. Wakulima tuliwasajili wakulima milioni 5. Hiyo kazi ya kusajili wakulima ilikuwa imejaribiwa kwa miaka 10, haikuwezekana. We did it in 1 month. Huyu Rigathi Gachagua nilimpatia hiyo kazi, nilimwambia my friend, wewe kalia hii. Akaita madio, akaita machief. Unajua yeye uzuri yake alikuwa kwa hiyo provincial administration. Sasa anaelewa vile ya kuisokota. So hiyo kazi ikafanyika ndani ya mwezi mmoja, tukasajili wakulima milioni 5. Wakulima karibu milioni 2 tumewapatia mbolea wakati huu. What has happened is amazing. Na ile bei tulikuwa tunafanya mbolea last year, ndio hata wakulima tukapata hasara kubwa. Wakulima hawakuzalisha chakula ya kutosha kwa sababu tulipata pengo ya karibu magunia milioni 10. We could not, kwa sababu kama unauza mbolea 7,000, wakulima ngapi wataweza kununua? Wachache. Na tena tukaondoa brokers. Hata pale kukiwa na mbolea kuna brokers, kuna wakora. So this time round tulifanya mambo mawili. Tuliteremusha bei mpaka 3,500, tukasajili wakulima na tukawaweka katika mtandao. Hakuna mkulima alienda, kwa sababu kila mkulima katika hiyo mtandao inajulikana wewe ni mtu wa eka 3. Uweze kununua mbolea ya eka 20, because pale tunajua wewe ni mtu ya eka 3, wewe ni mtu ya eka 20, wewe ni mtu wa eka 30. So unauziwa mbolea inayotoshana na shamba yako. Tukaondoa brokers ambao wanatuletea hasara. Tukafukuza wakora ambao wanatuletea hasara. Mkulima akapata mbolea na kwa bei ya sawasawa. Leo tumeanza kupata harvest. Na mimi nataka niwatangazie Wakenya vile nitangaza juzi, ya kwamba ile mbolea ambayo tumetoa, our statistics ilikuwa inaonyesha mwaka uliopita tulipata magunia milioni 44 for the whole year. This year we are expecting 61 million bags because of the use of the correct fertilizer. So tumetatua
maneno ya fertilizer. Jambo la tatu, umeniuliza ni nini tunaweza kusherehekea. Jambo la tatu, nchi yetu ya Kenya ilikuwa na madeni kulia, kushoto, mbele na nyuma, pamoja na juu na chini. Hatua yetu ya kwanza katika ile inaitwa supplementary budget, niliondoa bilioni 300 ya pesa ambayo ilikuwa imewekwa, ambayo tungeenda kukopa. Katika hii budget ya saa hizi nilieleza chairman wetu wa budget committee, Mheshimiwa Ndindi Nyoro, nikamwambia mambo ya kuweka madeni kwa Kenya tuachane naye. So tumepunguza budget yenye ile inaitwa fiscal deficit, mahali ambapo ni ya kukopa, kutoka karibu 1.1 trillion mpaka bilioni 700. Tumeondoa almost 400, almost 500 billion ambayo ingeenda kukopwa. Na tumedhibiti sasa hali ya uchumi. Na ndio uliona kwa mara ya kwanza mwisho wa mwaka tarehe 30 mwezi wa 6, tulilipa pesa zote za county. Counties, we don't owe counties even 1 shilling. Mwaka ambao ulitangulia walivuka mwaka wakiwa na madeni ya county bilioni 30. Sisi tumelipa to the coin. Vile vile mwezi huu wa 7, for the first time in 10 years tumelipa pesa ya county ya Julai kwa mwezi wa Julai. Hata magavana walikuwa wananishangaa, wananiuliza, yani hii pesa umeshalipa tayari? Kwa sababu wamekuwa wakizoea wanangojea miezi 3, saa zingine wanangojea miezi 4. Why? Kwa sababu tumedhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya, na niliwaambia Wakenya ya kwamba uchumi wetu vile tumesoma kwa wale waliotutangulia. Unajua, nimesema leo hapa, unajua wakati mzee rais wa 3 Mwai Kibaki, wakati alichukua usukani, alituambia, na nilimsikiza kwa makini, na hata uliona katika vibao, alisema tulipe kodi, tulipe ushuru. Hiyo ndio ilikuwa lugha ya mzee Mwai Kibaki. Na kwa sababu alisukuma sana hiyo agenda, wakati alichukua usukani tulikuwa tunakusanya kodi bilioni 200. Baada ya miaka 10 akiondoka, alikuwa ameongeza 5 times. Tulikuwa tuna collect 1 trillion. Because that's the right trajectory. Hakutupeleka kwa madeni, alitupeleka kwa ushuru. And it is the same basis. Today we can meet our obligations because tumeondoa ile madeni ambayo haina maana. Na tumekata ile living within our means. Yes. We are living within our means. Jambo la 3, la 4. Unajua tumekuwa na vita kubwa sana ya mambo ya savings, akiba. Tumekuwa na matatizo. Nilikuwa nikilalamika na nilikuwa nimewaambia hawa watu, na tumepigana, walikatupeleka kotini kwa sababu walituzuia ati tuendelee kusave shilingi 200 kwa mwezi. Unasikia my friend? Shilingi 200 kwa mwezi. Nikasukumana na hawa, wakaenda wakajificha. Huyu rafiki yangu sasa, ambaye sasa ni mtetezi wetu mkubwa, anaitwa Atuli, ndiye alikuwa anaendesha hiyo kazi. Lakini wakati nimeshinda sasa, nikamwita nikamwambia, my friend, sasa una bahati, mimi sasa ndio kusema hapa. Hii maneno lazima tukubali. lazima tukubaliane. Sasa tumekubaliana tuachane na shilingi 200. Tumerudi mahali nchi zote ziko. Leo Mkenya analipa 6% inaenda kwa akiba. Employer analipa 6% inaenda kwa akiba. Ile pesa ambayo tulikuwa tunaweka kwa akiba shilingi bilioni 1.3, leo tunaweka akiba shilingi bilioni 6 kila mwezi. Kumaanisha ya kwamba we are growing our savings base. Ndio tuwache kukopa pesa ya watu wengine. Tuwe na akiba yetu kama wa Kenya. That is how we are going to build this nation.
Mimi nataka nikueleze my brother. Yes. Tulikubaliana mambo ya chai, na wakati niliketi chini na wale wanauza chai, nikawauliza, mbona tunaendelea kuuza chai yetu kwa magunia? Wapi value addition? Wapi agro processing? Wakaniambia mambo yao, matatizo yao ni ngapi? 2. Ya kwanza wakaniambia toa VAT kwa mambo ya chai. Katika hii budget tumetoa VAT kwa mambo ya chai. Wakaniambia jambo la pili, toa VAT kwa packaging material ya kuuza mambo ya chai. Katika hii budget tumeondoa VAT kwa mambo ya packaging ya mambo ya chai. Yeah. Jambo la tatu, nikaambia deputy wangu, fanya mkutano. Tunataka kukusanya mawazo ya wakulima wa chai. Tumeitisha mkutano Kericho, wameketi chini na wabunge, wakulima, stakeholders, wamekubaliana. The next reform, tuko na Tea Act. Vipi tutaondoa hii charges kwa wakulima, inaumiza wakulima, vipi tutaondoa hii? Mimi nataka niwaambie wakulima, we now have a comprehensive plan ya kusort out mambo ya chai, kwa sababu chai inatuletea karibu bilioni 130 kila mwaka. Ikielekea bilioni 150 kwa kuuza chai, ina support karibu wakulima milioni 1 Kenya. So ni ya muhimu. Niliwaahidi vile vile wakulima wa kahawa ya kwamba tutatatua mambo ya kahawa. Mpango yetu ni kuongeza mazao ya kahawa kutoka 50,000 tons, 80,000 tons in 1 year, 200,000 tons in 5 years. Pia nimemwambia deputy yangu aketi chini. Meketi chini na mkutano ya wakulima pale Meru. Tumepanga mambo ya mbolea, na ni vizuri niseme katika kiririmbi hii, niwaambie wakulima wa kahawa. Tumewanunulia mbolea, lakini hiyo mbolea haijatumika. Tuko na mbolea nyingi ya kahawa, lakini our farmers have not come forward. Nimeongea hata na wabunge leo, nikawaambia we must sensitize our farmers, kwa sababu we need to increase production. Mbali na ile mpango sasa tumeweka, ambayo deputy wangu aliketi chini na stakeholders wakakubaliana, kufukuza cartels, kuondoa mabrokers, kustraighten hiyo biashara yote ya chai. Hata auction ilikuwa inaleta matatizo, lakini sasa tume license wale ambao wanatumia wako kwa auction vizuri, lakini bado tunachunguza. Bado kuna kizungumkuti hapo, lakini tutatatua. I want to commit to our farmers in Kenya wa kahawa. We have the best coffee. Na mimi nataka niwaulize wakulima warudi kwa kilimo ya kahawa, kwa sababu na wanalia sana Mheshimiwa Rais. Pale kuna pesa, tutaitatua. Iko shida. Wanalia sana, wanasema cartel, hii mambo ya kahawa. Cartel ndio sasa hii assignment yangu. Hiyo cartel mimi watakutana na mimi head on, kwa sababu we have the best coffee. Hatuwezi kuendelea kutumia kahawa yetu, kwa sababu unajua kahawa yetu sasa shida yake ni kwamba it is good coffee, lakini hawa watu wako kwa auction wananunua kidogo, wanaenda kuchanganya naye kahawa ya kutoka mahali ingine ambayo haina ladha kama hii yetu. That's why wanatumia kahawa yetu 5%. Alafu wanaenda kublend na ingine. Mimi nimewaambia kahawa yetu sasa tutakuwa tunafanyia kazi hapa Kenya. Kama mnataka kahawa ya kwenda kufanya blending, nini mtapanda kahawa yenu. So we are working on it. Vile vile nataka niwaeleze kwamba mbali na hiyo, we are unlocking the potential. Nilikuwa kwa mkutano ya Meru Dairy. Yes. Nilikuwa kwa mkutano ya Fresha pale Githunguri Dairy. Tumekubaliana na wao vile tunaweza kuiamusha, na katika hii budget tumeondoa ushuru kwa mambo ya products ya animal feed. Kwa sababu chakula ya ng'ombe ndio gharama kubwa kwa wakulima. So mambo ya yellow maize, mambo ya other ingredients ya tumeondoa ushuru kwa hii budget deliberately, because
we want to support our farmers. Tunataka kuwasaidia wakulima wetu ambao ni wa maziwa. Jambo la pili, tulikuwa na mpango ya milk coolers, kwa sababu pale chakula, unajua maziwa ni very perishable. Tulikuwa na mpango ya 600 milk coolers ambayo tulikuwa tumenegotiate. Watu wengine kwa ukora wakakuja wakaizima, kwa sababu hawakutaka wakulima wakuwe na mechanism ya wao wenyewe kuweza kujiongezea ile value addition. We have unlocked. Nimetuma waziri, ameenda Poland, tumekubaliana because it was an ongoing project. Yes. Ilikwama for 4.5 years. Mimi natangazia wakulima ya kwamba in the next 2 months, kabla ya mwisho wa mwaka huu, tutakuwa na 600 milk coolers. Watu wa Nyeri kwa mfano hapa, tuko na milk coolers yao 30 ambao itawasaidia kukusanya maziwa, kwa sababu mbali na kuongeza vile wataweza kuzalisha maziwa zaidi, tunataka sasa waingie katika value addition, tuende katika processing, ndio waweze kupata pesa zaidi. Kwa sababu tunataka kutumia kilimo kuzalisha mali katika taifa letu la Kenya, pia tukizalisha ajira na tukiongeza pesa inafika kwa wakulima. Roughly, mbali na ile mpango sasa tumepanga ya housing, mbali na mpango ambayo tuko naye ya county aggregation and industrial parks, mbali na mpango ambayo tunataka, umeona juzi tumetangaza soko, tunataka kujenga masoko 400 Kenya, kwa sababu tunataka wafanyabiashara wote wafanye biashara mahali kuna usafi, mahali kuna maji, mahali kuna stima. Hiyo mpango yote iko katika mpango yetu. So I am very proud of the record that we have put in the last 1 year. We have stabilized our economy, we have stabilized our education, we have stabilized our agriculture, and we are now on course in building a firm foundation ya kupeleka taifa letu mbele. Rais, kuna jambo moja, kuna coffee share fund, sio kama unaifahamu? Naifahamu sana. Takriban shilingi bilioni 2 na nusu. Ilikuwa bilioni 3. Bilioni 3. Sasa wakulima wa kahawa wamekwama nayo, kwa sababu hao cartel wameharibu soko ughaibuni. Tulipokuwa tulikufuata jana, tulipokuwa tunakuja hapa, wakulima walikuwa wanasema kabla hujamaliza hii vita, kuregister marketers nini, wanataka pesa ya kulipa school fees na Christmas. Sasa hizi uchukue hii 2 bilioni 2.5 bilioni uwapatie. Wewe unapigana na cartels, rais. Ndivyo tuambia jana. Sikia Waihura. Tunaamini ya kwamba inawezekana to sort out. Tumepanga kwa mfano tarehe 15 ambayo ni hii wiki inayokuja, tumepanga soko ya mambo ya kahawa. Tunataka kupima vile itakavyoenda. Lakini pia tuko na plan B. Hiyo ni auction sasa. Hiyo ni auction. Tuko na plan A, hiyo ya tarehe 15. Lakini pia tuko na plan B. Tukiona soko haiendi vizuri, tuko na pesa ambayo hiyo umesema, ambayo tunaweza kusota out wakulima wetu wakati tunapanga hii vile ya kumalizana na hawa makateli. Okay. So usikuwe na wasiwasi na wakulima, wewe tu ndio umesema mbele ya sisi kupanga, lakini hiyo ilikuwa lakini rais, kuna kitu kimoja ningetaka kuongezea. Umetaja mambo ya borea. Lakini mkulima wa kahawa ni tofauti na mkulima wa mahindi. Jana walikuwa wanatuambia unaweza kuweka subsidy kwa sasa ujumuishe kuna fertilizer kama wakulima wa mahindi na wengine. Sasa kwa hawa wakulima wa kahawa uongeze copper, uongeze pesticides na uongeze foliar. Sasa walikuwa wanauliza, mkipatana na rais umwambie aweke subsidy kwa hizo inputs kwa mkulima wa kahawa. Hapo wakasema ukifanya hivyo usipo tofautisha mambo hayo ya cartels, serikali yako haitapata manufaa na wakulima hawatapata manufaa. So wakasema
ujibidishe zaidi. Unajua Bwana Waihura, ukiwa upande wa serikali lazima uwe mwangalifu sana, kwa sababu unajua unafanya kazi mahali ambapo watu kuna watapeli wengi. So ukichanganya useme unafanya subsidy hii alafu unafanya hii alafu unafanya hii, makosa itatokea mahali. Ni rahisi ukiconcentrate kwa kitu moja. Najua hata wakulima wa ngano, wa mahindi, hata wa chai wanatuambia pengine mngetuongezea subsidy ya mbegu, pengine mngetuongezea subsidy ya hii, pengine tukienda katika hii na hii na hii na hii tutachanganya na tutapotea. Badala ya kuongeza subsidy katika mambo mengine, heri tupunguze subsidy kwa mbolea zaidi. That's why hata kwa mambo ya kahawa mimi nimeambia waziri, tuseme kwa mfano saa hizi tumesema mbolea ni 2,500, si ndio? Yes. Tunaweza kwa sababu tunaona ile ya kahawa itembei, yeah? Tunaweza kuipunguza hata zaidi, tuiteremushe ikuje 1,000 ama 1,500, ili pesa ile mkulima angetumia sasa aende afanyie hiyo kazi nyingine wewe unasema hiyo ya polio, hiyo ya polio, kwa sababu hatutaki kuchanganya mambo mingi. Kwa sababu ukienda na hapa na hapa na hapa na hapa utapatikana hapo na kutakuwa na shimo, alafu corruption itaingia, alafu itaharibu mambo yetu. Tumekusikiza na tukasikia umetaja mambo ya maziwa. Sijui kama rais umeelezwa kwamba kuna maziwa inatoka nchi jirani na inaharibu bei ya maziwa. Baadhi ya societies hawajalipa wakulima. Bei imeshuka kutoka shilingi 50 mpaka shilingi 48 hivi. Na tulisikia wakati mmoja naibu rais Ligiji akisema mmekataa, hakuna maziwa itatoka nje tena. Iweje rais? Kwa sababu ya biashara ya EAC, kwa sababu pia tumeweka sahihi mkataba ya Africa Continental Free Trade Area. Ile tumefanya ni kwamba kuna maziwa saa zingine inatoka katika nchi jirani ambayo sio maziwa imetoka kwa mashamba yao, ni maziwa imetoka Ulaya, imepelekwa kwa factory hapo kwa hiyo nchi jirani, imefanywa reconstitution, na wale wanafanya hiyo kazi ni kampuni ya biashara ambayo iko Kenya. Naona sasa hiyo kisirani. Alafu sasa wanataka kupitishia nchi jirani, kwa sababu ile tulifanya ni kwamba tulifunga, tukasema hauwezi kulete maziwa powder milk kutoka nchi nyingine ukuje ureconstitute hapa Kenya uuzie wa Kenya na hawajanunua, wakulima hawajanunuliwa maziwa yao. Sasa kwa ujanja, kwa sababu tumefunga powder milk yenye inakuja Kenya, wakaenda kupeleka powder milk wapi? Nchi jirani. Wakaenda wakafanyia maneno hapo na kupeleka. Sasa hiyo ndio tumekataa, na tumeketi chini na nchi jirani tukawaambia, kwa sababu tunaheshimu soko ya EAC na tunaheshimu soko ya Afrika, lakini hiyo soko ni kwa kuelewana ya kwamba maziwa iwe ni ya ng'ombe yenu. Sio maziwa mumeenda kununua Ulaya, mnakuja kufanya reconstitution alafu mnatuuzia. Hiyo ndio tumekataa. Tulikataa powder milk hapa kuingia Kenya. Tutakataa powder milk ambayo imepelekwa Uganda, amepelekwa nchi nyingine, ati inaenda kufanyiwa reconstitution na kuletwa Kenya. That we have refused. Mheshimiwa Rais, pengine tuingie katika gharama ya maisha. Ndio. Cost of living. Yes. Ni jambo ambalo kila Mkenya popote pale anazungumzia, anauliza tutafanya nini gharama ya stima, tutafanya nini gharama ya fuel, tutafanya nini gharama ya chakula. Kama kuna kitu imezungumziwa Kenya hii ni unga na sukari. Naona hata hapa wanatutumia SMSs, wanauliza cost of living, Your Excellency. Tuko katika mpangilio upi kama nchi ya Kenya kupunguza gharama ya maisha? Mambo matatu. Jambo la kwanza,
tuelewe kwamba gharama ya maisha imepanda, sio Kenya peke yake. No. Ya, sio Kenya peke yake, duniani kote. Ya kwanza, na imechangiwa na mambo kadha. COVID-19 ilileta hasara kubwa duniani kila mahali. Watu walipoteza ajira, wengine wakapoteza kazi, wengine wakakosa hata kuendelea na kazi zao za shambani. Kukakuwa na matatizo. Ya pili, fertilizer ambayo tumekuwa tukiagiza kutoka nchi ya Russia, Ukraine, grains ambazo tumekuwa tukiagiza pia zikapanda bei kwa sababu ya ile vita iko huko, ikazuia. Umesikia kitu inaitwa the grain deal. Yes. Ya Black Sea. Ikaleta matatizo. Hiyo ni moja. Hapa Kenya, kwa sababu ya kukosa kupanga, na ndio nilikuwa nakueleza, hatukusupport wakulima wetu. Ndio shida ikatokea kwa sababu ya mbolea kupanda bei. Wakulima hawakuweza kulipa kununua ya kutosha. Ile production yetu ikaenda chini by almost 10 million bags. Ndio ikasababisha gharama hapa Kenya kupanda hata zaidi kuliko nchi zingine. So, ni nini tumefanya kama serikali? Ya kwanza, vile nilikuambia, tumesema we must support production. Ndio tumeenda kwa wakulima wetu, and mimi nafurahia wakulima wetu ni watu wazalendo. Wamefanya kazi ambayo sijawahi kuiona kwa sababu tumewasupport. Hiyo ni moja, production. Jambo la pili, mambo ya stima. Tumetatua matatizo iko pale Kenya Power. Kwa sababu Kenya Power iko na monopoly status. Tumeketi chini na development partners na tumekubaliana vile tutatatua matatizo ya Kenya Power. Hii ni matatizo ya karibu miaka 20. But we are going to sort it out this time round. Jambo la tatu, tumekubaliana ya kwamba hatutaki kuendesha nchi yetu kwa madeni. Na tunataka ile ushuru ambayo Wakenya wote wanalipa. Ndio tukaongeza ushuru kwa mafuta. Si ndio hapo ndio watu wanasema? Kwa mafuta. Why kwa mafuta? Two things. Kwa sababu tunataka ushuru ambayo haiumizi mtu mmoja. Hii mzigo lazima tubebe sisi wote. Lakini pia tumefanya mambo kadhaa ili kuhakikisha kwamba hiyo shida it doesn't affect as many people. Ndio tukasema tuondoe ushuru kwa mambo ya gas. Gas unakubali, wananchi wote wanakubali, bei ya gas tumeiteremsha chini. Namba ya pili, tumeondoa ushuru kwa mambo ya petroleum levy. Yes. Tumeondoa ushuru kwa mambo ya IDF. Kwa sababu tunatafuta pia mahali tunaweza kubalance. Especially mahali mwananchi wa kawaida anaweza akapata kuumia. So hiyo ni mambo tumepanga, na ni kwa sababu we must balance between our ability to support our economy and also manage the cost of living. You know? Yes. Na nilikwambia mbona sisi tunaelekeza mpango yetu sana kwa kupunguza gharama ya chakula. Ni kwa sababu 52%, 52% ya gharama ya maisha ni gharama ya chakula. Kumaanisha ukisort out gharama ya chakula, you make a big dent in sorting out the cost of living. Na ndio unaona tumeelekeza mipango yetu mingi katika kusupport wakulima, kwa sababu tukisupport wakulima we will make the biggest impact, you know, katika kusort out maneno ya cost of living. Rais, umetaja jambo kuhusu deni, the national debt obligation to the IMF, the World Bank, China Exim Bank and other monetary institutions kama Eurobond. Sasa labda unaweza kutuambia kiwango hiki ndicho tutalipa IMF, World Bank and Chinese ili Wakenya waelewe zaidi, kwa sababu wewe ulipokuja katika uongozi ulisema wewe hutakopa, ndivyo ulisema, kuliko utawala uliopita. Lakini
fununu hapa tu. Unajua tunasikiza watu wanasema hapana. Rais tangu atoe utawala tangu mwaka jana amekopa zaidi ya trilioni 1 na bilioni 300. Labda uko na nafasi na wamekuambia ile nimelipa. Hapana, sasa uko hapa utuambie. Kwa sababu hawajui. Sasa na kwa sababu uko hapa labda unaweza. Wacha nikueleze hivi bwana Waihura. Mimi niliwaambia Wakenya ya kwamba tutakuwa waadilifu, tutakuwa na makini katika mambo yetu ya uchumi, na kama kuna decision moja ambayo nilifanya ambaye leo mimi nafurahia kama rais wa Kenya ni kwamba niko na watu ambao nimewaweka katika ofisi yangu ambayo kazi yao ni moja. Karibu watu 8 kazi yao ni moja, kufikiria mambo ya uchumi. They are called economic advisors. Yeah? Kupanga tu hii uchumi, kupima hii uchumi tutaifanya namna gani, kwa sababu tukikosa hesabu ya uchumi hii ingine yote itakuwa bure. Unanielewa? So hapo kwa uchumi ndio tumeipangia, na mimi I am very proud. Ndio mimi nakuambia the economy of Kenya is on sound footing today because we have made the right decisions. Na hata ukiona for the first time World Bank wametoa report wanasema we support Kenya. IMF wametoa report kwamba Kenya is doing the right thing. Kawaida wanga kuona mabishano. World Bank wanatusukuma, sijui IMF wanatusukuma. No. This time round we are aligned because we are making the right decisions. That's number one. And why are they saying we are making the right decision? Wanasema hivyo kwa nini? Kwa sababu mimi mwenyewe ndio niliamua kwamba hii serikali haitakuwa serikali ya kukopa kiholela. Huwezi kusema you cannot borrow because that's not possible. Lakini huwezi kuomba pesa ndio unasikia nimepunguza ile pesa tunakopa from 1.1 trillion to 700 million. Yeah? Because we have gaps. Na pole pole, you know, nimereduce kwa wale ambao wanaelewa. Wakati nimechukua usukani tulikuwa 6.5% fiscal deficit. Mwaka huu tumeiteremsha chini mpaka 4.4%. Nataka inisukume mwaka ujao mpaka ifike 3.6 or thereabout. Nia yangu ni kwamba itafika siku, God willing, before the next 10 years we will be at zero. Tutakuwa tuna mambo yetu tuna balance, hakuna maneno ya kwenda kukopana. Umeniuliza jambo la kusema ya kwamba iko China, iko World Bank, iko IMF. Mimi nataka nikwambie bwana Waihura, tuko na nchi 28 katika bara la Afrika ambao wako katika barabara ya kushindwa kulipa madeni. Tayari nchi 8 tayari. Sitaki kusema majina kwa sababu itaniletea kisirani na watu wengine, kwa sababu watu hawataki kutangazwa ya kwa yeah? Nchi 8 tayari imeingia kwa shimo ya kukosa kulipa madeni. They have defaulted. Kumaanisha kwamba karibu wanafilisika. Yani they have defaulted. Siku ya kulipa deni imefika na huna pesa ya kulipa. Kwa hivyo na hutaki na huna. Na huna, lakini sasa utafanya nini? Huna. Nchi 8 tayari katika bara letu la Afrika. Yeah? Kenya ilikuwa inaelekea hiyo barabara. Na watu wengi walikuwa wanangojea Kenya ielekee hiyo barabara. Lakini vile niliingia nikaweka break. Wacha nikupatie habari njema na nipatie Wakenya wenzangu habari njema. Mbali na kusitisha ama kukomesha pesa ambayo tunakopa ambayo inazidi mahali tunaweza kulipa, that we have stopped. Ya pili, sasa tumeipangia kulipa ile madeni tuko naye hapa mbele. Tutobia ni idadi gani? Tuko na
Eurobond, 2 trillion, $2 billion. Is it maturing? It's maturing in September, in June next year. Sasa kama wewe ni mtu wa kufuata mtandao na habari, sisi tumeketi chini, niko na mungwana anaitwa Profesa Ndungu ambaye ni waziri wangu wa pesa. Mtu amesoma profesa, si mtu wa hivi. Na niko na wale economic advisors. Na mimi mwenyewe daktari naelewa maneno. So tumeketi chini, tukaipangia, tukasema okay, tumesimamisha hii mambo ya kukopa right and center. Tumeleta fiscal deficit imefika 4.4%. Lakini sasa bado iko hii Eurobond. Lazima tuipangie. Inakuja. Na watu wengi wanangojea. Kuna watu wengine ambao ni tools ya colonialist, wanaitwa credit rating agencies. Kila wakati wanasema hii pengine Kenya itashindwa. Pengine Kenya itashindwa. Pengine So tumepanga. Juzi wamesikia ya kwamba tumesema tunataka kungoja mpaka ifike June. Tunataka kulipa hii madeni mapema. You buy back. Tumesema we want to buy this. Tunataka kulipa mapema. Kwa sababu unajua Njenga. Sisi tulikopa hii deni na 6.7% interest. Saa hii karibu 12. Hawa watu wa credit rating wanataka kusukuma iende 15. Unaona vile wanataka kutuumiza? Ni maradufu. Yaani ipande So tumeipangia. Tunasema hii deni wacha tuipange. Mtafuta marafiki, tumefanya. Watu wa Kenya wananiuliza, wewe umeenda sijui Germany, sijui ulienda wapi, unaenda kufanya nini? Kwani mimi nitatangaza kila siku ile kitu mimi naenda kufanya? Si lazima nipange mambo ya nchi. So tumepata marafiki, tumepanga vizuri vile tutalipa hii deni. Sasa last week wamesikia kwamba tuko na mpango ya kulipa hii deni mapema kabla haijafika mwezi wa 6 mwaka ujao. Wakaanza nduru. Mbona Kenya inataka kulipa deni na haijafika siku? Mbona? Sasa nikuulize wewe Waihura. Sasa mtu akitaka kulipa deni yake kama haijafika siku, how is it a problem? Si analipa tu. Ndio. Walikuwa wanataka mgoje. Wanataka tungoje wakidhania ya kwamba tuta default. Na kama mga default, si ndio unajua pesa yao ile wanapata interest ndio inapanda juu. Unaona sasa? Wanaweza kunadi nchi. Hawawezi kunadi lakini watatuweka mahali pabaya. So mpaka niliona watu wa APRM wa Afrika wamewapigia makelele, wakamwambia nyinyi kwendeni. Kwani mtu akitaka kulipa deni yake mbona nyinyi mnalalamika? Na unajua shida ya hawa watu, unajua tukilipa deni mapema tunalipa na interest ya chini. Hata hiyo 12% haiwezi fika. Tunaweza kunegotiate tulipe na 8%. Hawataki, wanataka tulipe na 15%. Sasa wewe Waihura, sasa kama wewe uko na mpango ya kulipa deni yako mapema kwa interest ya chini, iko makosa. Hebu rais nikuulize. So, Bona mkiwa na brother kwa hiyo maneno, hii mawazo ulikuwa umekalia tu hapa na hapana, sikukalia. Najua rafiki yangu Uhuru tulifanya na yeye miaka 5. Na tulifanya kazi mzuri. Lakini sasa wakati mtu akitendawili alikuja na maneno yake. Sasa wakanikimbiza, wakanifukuza, wakaenda kwa ingine inaitwa BBI, wakaingia kwa handshake. Mambo ya uchumi ikapotea. Mambo ya kupanga, mambo ya barabara hizi zote nikuambie. Hata barabara za Mau Mau silikwama kabla ya uchaguzi. A whole year before election, barabara yote Kenya ilikuwa imekwama. Sababu rais umetaja hadi najua tutakuja hapo. Tutaingia hapo. Kuna hiyo ndio matatizo. Ni siasa mbaya. Unajua sasa ukipanga siasa ambaye ni siasa tu hewa. Because my friend, siasa ile ya kweli ni uchumi. Hiyo ndio siasa ya kweli. Na ndio Mheshimiwa Kibaki hakuongea mingi, hakufanya nini, lakini alipanga uchumi. Hiyo tu. Alikuwa tu hapo amekwamia hapo kwa uchumi, anaongeza ushuru. Tunalipa ushuru zaidi, anajenga hii, anajenga barabara, anajenga ushuru. That's what he did. Kuna katika bajeti ya hii mwaka umeweka takriban bilioni 250
za barabara. Unajua Wakikuyu, wacha tukuambie vile wanakuita Mesia. Mesia, labda umekuja kiuchumi kuwasaidia. 250 billion ni zipi zitakuja hapa Mt.Kenya? Kwanza wacha nikueleze 250 billion ni pesa yote ya Ministry ya Transport, Okay. Roads, Airport, hiyo yote. Ile pesa ambayo inaenda kabisa kwa barabara ni bilioni 60. Okay. Ile ingine kulipa mshahara nini madeni nini hiyo. So hii bilioni 60 ndio inakuja kwa barabara. Na ni pesa kidogo. Haitoshi. Kwa sababu ile deni niko naye kwa barabara ni bilioni 910. Pending bills. 910 billion. Nasikia my friend. Kuna zingine zinaweza kuwa ni hewa, rais. Hakuna ya hewa. Barabara ni hizi zote zimekwama. So nimepanga. Kwa sababu nimeona hii pesa haitoshi. So kuna marafiki nimeongea na hawa namna hii. Sitaki nikuambie mahali gani. Kuna marafiki wamenisaidia. Na unaona hawa marais wanakujanga hapa. Sio matembezi wanakuja. Na sio watalii. Hawakuji kuona swala. Wanakuja hapa kwa sababu tuko na maneno na wao. Na hata mimi ukiniona nimeenda sijui wapi, nimeenda nchi hii, nimeenda nchi, si utalii naenda. So nafikiri tutapata bilioni nyingine 150 mwezi wa 10. So tutasukuma mpaka ifike karibu bilioni 200 na kitu. Na ndio nataka niwaambie ndugu zetu wa mlima. Naelewa kabisa barabara nyingi hapa na Kenya mzima, by the way. Kenya mzima zilikwama. So nikikusanya ushuru hii nimepangia kwa hii budget. Na niende hapo mahali ninaenda kutafuta hiyo ingine na nimeambiwa nitapata. Bas nitakwamua hizi barabara zote for the next 3 years. Nitakuwa barabara nikijenga. Kama ni ya Maumau, kama ni ya hii ya Kiamafara hapa Nyeri, barabara hizi zote. Na unajua najua nilikuwa nasoma wengine wanasema mbona huyu Ruto na Rigiji wamekuja hapa kufungua barabara ambayo ilijengwa na serikali hiyo ingine. Sijui nini. Wacha nikwambie Waihura. Mimi si mgeni hapa Mlimani Kenya. Barabara hizi nyingi ukiuliza hawa wabunge. Barabara hizi nyingi ndio niliongea na hawa. Barabara hizi nyingi ndio nilikuja kuzianzisha. Wewe ulipanga? Sitaki kusema hapo. Tulipanga. Ulipanga. Ni kwa sababu kuna wengi walikuwa wanasema wakikuja kwa ofisi yako ulikuwa unawasaidia. No, tulipanga hii kazi yote. You know? Tukiwa na rais mwenye alistaafu. Tukapanga hiyo kazi yote. Matatizo ya hiyo kazi yote tulipanga. Wakati huyu mtu ya kitendawili alikuja, akakuja akasambaratisha hiyo kazi yote. Ikakwama hizo barabara zote. Ikaenda huko story sasa ni ya BBI sijui nini. Mambo yetu ikaharibika. Mungu ni nani jameni? Amenijalia sasa mimi ndio rais. Sasa mimi nataka nikuulize wewe Waihura. Barabara mimi nimeanzisha. Barabara mimi nimepanga. Nitakosa kuja kufungua kwa sababu gani? Ati kwa sababu ilitengenezwa na serikali gani? Na by the way, you know, unajua ndio makosa ya uongozi saa zingine. Umesikia mimi nimesema na nimetangazia wabunge, nimetangazia viongozi wote ya kwamba kabla hatujaanzisha barabara zingine mpya, wacha tumalize hizi ambazo zimeanzishwa. Hizi za awamu iliyopita. Yes, kwa sababu ni barabara za Wakenya. Hakuna barabara ya mtu hapa. Hakuna barabara ya Uhuru hapa. Hakuna barabara ya Ruto hapa. Ni barabara zimejengwa na barabara ni wananchi. Kwani barabara ya Kiamavara Uhuru anaishi Kiamavara wapi? Ama mimi naishi Kiamavara wapi? Si ni wale watu wa Kiamavara ndio wanataka barabara yao. Na ni wanalipa ushuru. So hizi kazi zote hizi zimetengenezwa na pesa ya Kenya. Zimetengenezwa kwa manufaa ya Wakenya. So hakuna barabara ya kusemekana ni ya huyu, sijui ni ya yule, sijui ni wajana, sijui ni wajuzi. Hizi barabara zote ni zetu kama watu wa Kenya. Kwa hivyo unaweza kuahidi Mlima Kenya kwamba
ukipata hizo pesa umeongea na marafiki zako, Yes. utazimaliza zote. Zote. Sasa kabla hatujajenga barabara nyingine, hizi barabara zote zilizoanzishwa hizi lazima tuzikamilishe. Na hata nimetangaza wazi kwa wabunge na kila mtu kwamba we must finish these roads, na ndio desturi mzuri ya serikali, na ndio nawaambia hata wabunge, na ndio nawaambia hata magavana. Kama wewe ni gavana, umefika, mwenzako alianzisha mradi, imefika mahali, either amemaliza awamu yake ama ameshindwa kwa uchaguzi, usikuje kuumiza mradi ya wananchi ati kwa sababu ilianzishwa na mtu mwingine. Hiyo ni upuzi. You know? Kwa sababu ile mradi si ya kiongozi ule, si ya kwenda kwake. Ile mradi ni ya wananchi. Naam. So we must have the culture as leaders to understand that when you get an opportunity to serve, yeah? Ukipata nafasi ya uongozi, kila kitu ambayo imefanywa ni kizuri, unamalizia, alafu unaendelea na yako. You know, that's how it should be. Hata And CDF. that's how it is going to be. Hata CDF. Nawaambia wabunge wengi, unajua mbunge anafika hapo, anasema sijui hii ilianzishwa na fulani, anawacha shule nusu, anawacha dormitory nusu, ati kwa sababu ilianzishwa na mtu mwingine. What kind of leadership is that? Si unakuwa ni ubabe wa kisiasa. Anasema akimaliza Si hiyo ubabe, atamjenga mwenzake. Kwa akili. Ile si ubabe wa kisiasa. Unajua a reasonable leader, Yes. you look at the beneficiaries. Yes. The people who are benefiting from that service. Those are the most important people. Not who started, not who ended, not who opened, not who inaugurated. The people are the ultimate beneficiaries. Mheshimiwa Rais, pengine nikulete kwa siasa ambazo zinaendelea kwa wakati huu. Umetuelezea vizuri sana yale mambo umepangia nchi ya Kenya. Kenya kama baba wa hii nchi. Jambo la kwanza, walitusaidia wakawa mstari wa mbele wakati tulikuwa tunatafuta uhuru wa Kenya. Kwanza wanasema hii ni mtu yetu, hii wacha tupige hii. Unajua hata walikuambia ni wewe kingpin sasa. Anyway, so ikawa ni uchaguzi wa maana sana. Naam. Na wale kulikuwa tunashindana na wao walishangaa, kwa sababu hawakuamini
ya kwamba tungewashinda. So hata walikosa nafasi ya kupanga hii mambo ya vita. Kabila na vita ambayo Wakenya walikataa. So kwa sababu mimi nikiwa rais lazima nikubali ya kwamba Kenya kuna wale walinipigia kura na kuna wale hawakunipigia kura. Lakini tukikosa upinzani, wale wanaongoza serikali wanaweza kulewa hii maneno ya power. You know? So lazima kuwe na upinzani, mtu ya kupiga kelele hapo nje ndio watu wakae wakiwa macho. Which is good. Na hivyo ndivyo katiba ya Kenya inavyosema. Ya kwamba sisi ni nchi ya kufuata sheria. Sisi ni nchi inayosimamia katiba. Na sisi ni nchi ya demokrasia. Na demokrasia inaruhusu watu kuwa na maoni tofauti. Inatupatia nafasi ya kuwa na checks and balances. Ya kuwa na serikali na upinzani. Na hiyo mimi naheshimu 100%. And I will be the last person kuandamine mambo ya demokrasia ya Kenya na katiba na sheria ya Kenya. Ndio wakati hawa ndugu zetu walisema, kulikuwa na maandamano ama kulikuwa na vita. Ile ambayo tuliona si maandamano, sio protest. Sio picketing, sio apige polisi. Hakuna mahali katiba inasema utafanya fujo uharibu mali ya umma. Hakuna mahali katiba inasema utafanya fujo uharibu biashara ya watu wengine. There is nothing like that. Hiyo ni kinyume ya sheria, ni kinyume ya katiba, ni kinyume ya kanuni zote za demokrasia. Yeah? Violent protests is unconstitutional. It is against the rule of law. It is illegal. It is unpatriotic. It is undemocratic. It undermines our democracy, sabotages our economy, and makes Kenya a state that does not look like what it should be. Na ndio nikawaambia hawa watu sasa, mahali mambo hii imefika, I am the head of state. Mbali na mimi kuwa head of government ya kuendesha serikali, mimi ndio head of state. Na head of state kazi yangu ni kuchunga mali na maisha ya kila mtu.
Nikawaambia sasa hii mambo ya maandamano ya vita haitafanyika tena. And I want to promise you Njenga. Maandamano ya vita ya kuharibu mali, kuchoma barabara, kuchoma maisha na